wadogo, wawekezaji pamoja na walipa kodi wote. Wakati umefika wa kuiexpose TRA. Kama una jambo lolote la kwako ambalo unaona limekwama kutokana na ukandamizaji wa kikodi, tuletee ACT Wazalendo, tutalimwaga hadharani. Pendekezo letu jingine, serikali ipunguze utegemezi wa mikopo kwa kuziba mianya ya upotevu wa mapato kama huu wa shilingi trilioni 10.75 unaokwama kwenye rufaa. Pendekezo la tatu, serikali inapaswa kuweka viwango vya utendaji kwa maana ya performance benchmarks vinavyopimika kwa taasisi kama bodi na baraza la rufaa za kodi pamoja na mahakama husika, ikiwa ni pamoja na muda wa kushughulikia mashauri. Pendekezo letu la nne, tunasisitiza hatua za kinidhamu zichukuliwe kwa watendaji wanaosababisha ucheleweshaji au kufanya maamuzi yanayosababisha hasara kwa serikali. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Na kwa ajili ya kutopoteza muda, nichukue fursa hii kumkaribisha makamu mwenyekiti wa chama chetu upande wa Tanzania Bara, ndugu Isiaka Rashidi Mchinjita, ili aweze kuendelea, na yeye akishamaliza amkaribishe kiongozi wa chama aendelee na kufanya majumuisho. Asante sana. Habari za mchana. Mimi kwanza nashukuru kushiriki zoezi hili la uchambuzi, na tumekuwa nikishiriki kwa muda mrefu, na miaka yote tumekuwa tukiendelea kushuhudia namna ambavyo Chama cha Mapinduzi kinavyoshindwa kusimamia hazina ya taifa letu. Kwenye eneo la 4 ambalo leo tutalizungumzia, tunaangalia namna ambavyo kumekuwa na uchapishaji wa fedha za hati fungani ya miundombinu ya Samia Infrastructure Bond. Nyote mnafahamu kuwa serikali ilikuja na mpango uliodhaniwa kuwa ungekuwa suluhisho la kutatua changamoto ya barabara za vijijini kupitia TARURA, ambako kwenye halmashauri hali ya barabara ni mbaya sana. Sasa hivi ukienda kwenye halmashauri yoyote, ukitoka ile barabara labda inayokwenda halmashauri ukaanza kuingia pembezoni tu, utakutana na tatizo kubwa sana. Barabara ni mbovu sana, hazipitiki. Wakati huu wa mvua hali imekuwa mbaya sana. Sasa bahati nzuri serikali ilikuja na hilo wazo la kuanzisha Samia Infrastructure Bond, na wakawa wanasema Watanzania waweke bondi, na makadirio ilikuwa wakusanye bilioni 150. Kwa bahati njema Watanzania wakaitikia kwa wingi sana, wakakusanya bilioni 323. Kwa maana yake zilidabo ile fedha ambayo ilitegemewa kupatikana. Sasa matarajio yangekuwa sasa utendaji wa hali ya barabara ungeboreka, lakini maskini ya Mungu, isivyo bahati, fedha hizo ziko mikononi mwa mafisadi wa Chama cha Mapinduzi. Kilichotokea ni nini? Kilichofanyika kati ya hizo bilioni, kwanza TARURA wenyewe hawakushirikishwa kabisa kwenye namna ya kutumia hizo fedha. Kwa hiyo hawajui. Ili wao kujua nini kilichoendelea, inabidi wawaulize CRDB kule fedha zilikoenda, kwa bwana mambo yameendaje huko. Alafu CRDB ndio wawaambie kulikuwa na 1, kulikuwa na 2, kulikuwa na 3. Unajiuliza CRDB ilikuwa inawapa watu gani ambao walikuwa wanafanya kazi huko TARURA? Na matokeo yake ni nini? Kati ya fedha zote hizi ni 2% tu ya hizi fedha ndio zimeenda kwa wakandarasi wanaofanya kazi kule TARURA. Yaani wamekusanya bilioni 323, zaidi ya bilioni 300 zenyewe zote hazijulikani zimeenda wapi. TARURA hawajui, barabara wakiziangalia mbovu, hela hawana, na fedha wa Tanzania wamewekeza na tutakuja kulipa. Hizi bondi za serikali ni fedha ambazo zikiwekwa leo, baada ya miaka kadhaa tunakuja kulipa pesa nyingi sana. Na hizo fedha, Mwigulu Nchemba alikuwa anasema hakuna mtu ambaye atatoa fedha mfukoni. Hii ripoti inaonyesha sio wanatoa, serikali inaiba hizo fedha mifukoni mwa Tanzania. Kinyume na katiba, kinyume na sheria, kinyume na kanuni na miongozo ya fedha. Wanazichukua, wanazipeleka ambako hakujulikani. Kwa hiyo tunajikuta sasa hivi ndugu zetu wa TARURA, barabara hazitengenezwi. Hizo fedha ndio zilishapatikana mara 2 ya mahitaji, na kule pesa hazijafika. Sasa kutokana na taarifa hii ya CAG inatuonyesha kuwa kuna dalili nyingi na za wazi za uchapishaji wa matumizi ya fedha yasiyoendana na malengo yaliyokusudiwa. Na
Hivyo ACT Wazalendo tunataka hatua zifuatazo zichukuliwe. Moja, tunasisitiza uwajibikaji na uwazi wa haraka. Watu wote, hizi fedha zilijulikana malengo yake. Watanzania waliambiwa kwamba hizi fedha, serikali inaanzisha hii bondi, ikapewa jina la rais, yaani kama vile itakuwa ni jambo litakaloheshimiwa sana, lakini fedha zimechukuliwa, zimeibiwa. Sasa kwanza aliyetumia jina lake rais mwenyewe, aidha awe anajua fedha ziliko, au basi angalau aonekane anaumia. Fedha zilizowekwa kwa jina lake zimeibiwa, hazikwenda zilikokusudiwa. Sasa asipochukua hatua, tafsiri yake itakuwa na yeye mwenyewe ni katika wale wanufaika wa hizi fedha wa moja kwa moja, kwa sababu vinginevyo huwezi kutumia jina la rais alafu fedha zikapatikana, alafu baada ya hapo fedha zikapigwa, alafu hakuna kinachotokea. Adhabu ya juu kabisa inayoweza kutokea ikawa ni mambo ya kuona aibu. Lakini jambo la pili, serikali tunapaswa kuwa na maelezo ya kina na majibu kutoka kwa serikali na TARURA kuhusu mwenendo mzima wa fedha hizi, ili kuhakikisha fedha za umma zinalinda maslahi ya wananchi na kutumika ipasavyo katika kuboresha miundombinu ya barabara vijijini. Wananchi vijijini hali yao ni mbaya sana. Serikali inapaswa angalau basi kuwaonea aibu wale ambao ilikwenda kuwapelekea majeshi ili kudanganya kwamba wamechukua kura zao. Eneo la pili ni ucheleweshaji na utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Ripoti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG imetuonesha katika mwaka wa fedha 2024/25 uwepo wa miradi iliyotelekezwa, kusimama au kuchelewa na kutelekezwa, hali inayosababisha hasara kubwa kwa taifa na kuchelewesha maendeleo na huduma kwa wananchi. CAG ameonyesha miradi 223 yenye thamani ya shilingi trilioni 1.49 imesuasua, huku baadhi ya miradi ikiathiriwa kwa kucheleweshwa kwa zaidi ya miaka 6. Hii inaonyesha udhaifu mkubwa wa usimamizi wa utekelezaji wa miradi ya maendeleo na kutojali hali halisi ya changamoto ambazo wananchi wanakutana nazo, wakiwa na barabara mbovu, hawana huduma za maji, afya hovyo. CAG ameonyesha utekelezaji wa miradi wenye mamilioni ya fedha katika maeneo ya barabara, afya, maji na miundombinu. Ripoti inaonyesha miradi mingi imetelekezwa kwa sababu za uzembe, ufisadi na ukosefu wa usimamizi na viongozi wasiojali maisha na thamani ya fedha. Miradi ambayo imetelekezwa, tuna miradi ya maji ambayo ni ya watu wa wakala wa maji wanaosambaza maji vijijini, mijini na vijijini, RUWASA, SRWSSP, ambayo yenyewe ina thamani kwenye maji peke yake ni karibu bilioni 920. Fedha hizi au miradi hiyo imesimama bila kufanyiwa kazi, na vituo zaidi ya 1400 vya maji havifanyiwi kazi. Na ndugu zangu, hapa nataka niseme kitu, na nilibeto ya ile Mwigulu Mchemba aliyekuwa anasema kwamba fedha zichukuliwe kwa wananchi. Kwenye kila lita moja ya dizeli inakatwa shilingi 50 kwa ajili ya kupeleka kwenye miradi ya maji. Na katika mwaka huu wa fedha Watanzania walikatwa bilioni 207. Isivyo bahati zikaangukia mikononi mwa Mwigulu Mchemba akiwa waziri wa fedha, alipoambiwa na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara 135 ibara ndogo namba 2 iliweka marufuku kwa fedha zilizokusanywa mahususi kwa mahali kupelekwa kwenye mradi husika kupelekwa hazina. Fedha hizi inatakiwa TRA wakishakusanya wapeleke kwenye mfuko ambao ndio makusudio ya kusanywa. Haya ni maelekezo ya katiba, lakini wale waliopewa dhamana ya kusimamia katiba ni wezi. Akina Mwigulu Mchemba wamechukua hizo fedha, badala ya kuzipeleka kwenye miradi ya maji wamezipeleka hazina. Watu wa maji walipoomba wamewapa bilioni 112, asilimia 54 tu. Bilioni 94 wamebaki nazo. Sasa ile maneno kwamba fedha zilizotoka mifukoni mwa Tanzania kulipa madeni, kwa sababu hizi fedha wakikusanya kwa mwezi ndio fedha wanazozitumia kwenda kulipa madeni. Fedha wa Tanzania wamekusanya kupitia mafuta bilioni 207 ili angalau wapate maji. Serikali haijapeleka hizo fedha ili kuhudumia miradi ya maji. Ilichofanya, imechukua hizo fedha, imeenda nazo hazina, imeenda kulipa madeni, alafu Watanzania hawana maji.
alafu huku mtu anakuja kusema kwamba Watanzania hakuna ambaye atanyang'anywa hizo fedha akawa ameni. Lakini pia miradi ya barabara, miradi 178 ya barabara yenye thamani ya bilioni zaidi ya 280 imecheleweshwa. Na kama ilivyo kwenye maji, tunayo fedha zaidi ya shilingi 500, ni 546 fedha ya mfuko wa barabara ambayo inatozwa kwenye mafuta, dizeli, petroli kwenye kila lita moja. Na katika mwaka huu wa fedha tulikusanya trilioni 1.5 wa Tanzania. Hawa jamaa wamepeleka bilioni 250 tu. Fedha nyingine zote Mwigulu Nchemba anajua alikopeleka, kwa sababu katiba ilimtaka apeleke kwenye mfuko husika. Ndio maelekezo ya katiba ibara ya 135 ibara ndogo namba 2 kwamba hizi fedha Watanzania watakatwa kwenye mafuta na wadini wanakatwa ili ikashughulikie barabara. Serikali badala ya kuzichukua hizo fedha kuzipeleka zikashughulikie barabara, wamekwenda kulipa madeni, alafu walivyokuwa hawana aibu wanakuja hadharani wanasema kwamba hakuna Mtanzania ambaye atachukuliwa pesa yake na kwenda kulipa deni la taifa, wakati hizi fedha walizochukua kwenye mafuta serikali imezichukua haijazipeleka kwenye barabara mbovu. Jana mimi nimetoka Lindi na kuja hapa, kutoka Lindi kuja hapa nimepita main road kuanzia Lindi mpaka, lakini hapa gari yangu ikifika utafikiri natokea si mashamba ya wapi huko. Barabara yenyewe hiyo main road yenyewe ni mbovu. Unapita kwenye barabara ya lami inaunganisha ukanda wa kusini na hapa Dar es Salaam, katikati ya barabara unakutana na barabara ya vumbi, kilomita 5 kilomita 6. Fedha za barabara zimekusanywa kutoka kwenye diesel, kutoka kwenye petroli, lakini serikali badala ya kuzipeleka kwenye mfuko wa barabara wamezipeleka hazina, wamekwenda kula, alafu wanakuja kusema kwamba Watanzania eti hawatotoa hizo fedha mfukoni, wakati wao wameiba hizi fedha kutoka kwenye diesel, wamekwenda kuzipeleka kwenye kulipa madeni. Lakini miradi ya ujenzi ambayo imekwama kwa muda mrefu, pamoja na miradi ya ardhi na makazi ya TAMISEMI yenye changamoto za utekelezaji na thamani ya shilingi bilioni 115. Kuna miradi ya viwanja vya ndege Mwanza pale, yani walijenga jengo la kuhifadhia mizigo kwa bilioni 3.2 bilioni 3.2. Halafu eti wameshakamilisha kujenga, ndio wanasema kwamba unajua, inaonekana kulikuwa na makosa ya usanifu, tumelijenga tofauti na lilivyotakiwa kuwa, kwa hiyo inabidi lirekebishwe. Tunarekebishaje? Marekebisho bilioni 2.8. Yani walijenga kwa bilioni 3.2 bila kufuata yani ramani ya ule uwanja ili iweze kukidhi matakwa ya kiusanifu. Alafu wakasema wamekosea, ili kurekebisha wamehitaji tena zaidi ya bilioni 2 kufanya. Kwa hiyo ni ufisadi, ni wizi, ni jambo ambalo linashangaza sana, na hakuna aliyewajibika hata mmoja. Sio yule aliyejenga bila kuzingatia usanifu, wala huyu aliyekuja kutumia zaidi ya nusu ya fedha kufanya marekebisho ya fedha ule mradi ulivyokosewa.